kaelewe kwa habari ya uinjilisti na nini na wanafunzi. Kanisa lolote lisilofanya uinjilisti, lisilofanya wanafunzi, hilo ni kanisa lililokufa. Watumishi wa Bwana mnanielewa eh? Hilo ni kanisa ambalo limefanyaje? Limekufa, halina matokeo. Natamani sana mjitahidi kuwasaidia watoto wawe na nidhamu ibadani, na hiyo inawezekana. Uinjilisti na wanafunzi. Uinjilisti ni jambo gani, watumishi wa Bwana? Uinjilisti ni nini? Kanielewe vizuri, hili jambo litakusaidia sana mtumishi wa Mungu, na utaona matokeo makubwa kwenye maisha yako na Mungu atakubariki. Uinjilisti tunasema ni tendo la hiari linalofanywa na muamini. Tendo la hiari linalofanywa na muamini kumshirikisha mtu mwingine habari ya upendo wa Kristo. Lugha nyepesi kabisa, uinjilisti ni tendo la hiari linalofanywa na muamini kumshirikisha mtu mwingine habari ya upendo wa nani? Wa Kristo. Ili tendo sio tendo la lazima. Ndio maana kuna mtu anaweza akawa ameokoka, yupo kanisani, ana mwaka mzima, ana miaka miwili, lakini ukimuuliza mara ya mwisho lini umemueleza mtu mwingine habari ya imani yako, habari ya upendo wa Kristo, atakwambia sijawahi mueleza yoyote, maana naona aibu. Mwingine atasema mimi naogopa, nikimwambia akinikatalia itakweje? Tunasema huyu mtu bado hajawa na hiari, sio kama hajasikia, sio kama hajaelewa, ila hajawa na hiari ya kumshirikisha mtu mwingine habari ya upendo wa nani? Wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili ni agizo kuu, tunalipata kwenye Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Uinjilisti nimesema ni tendo la hiari ambalo muamini, mtu yeyote aliyeokoka, anamshirikisha mtu mwingine ambaye bado hajasikia au alisikia akarudi nyuma, anamshirikisha habari za upendo wa Kristo. Mathayo mtakatifu sura ile ya 28 mstari wa 19. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19. Uinjilisti. Biblia inasema hivi: basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Hakuna maelekezo hii. Kumbuka ni Mathayo sura ya 28 mstari wa mwisho kabisa. Yesu anawaaga wanafunzi wake, hakuwaambia enendeni ulimwenguni mote mkajenge majengo ya kanisa. Kujenga makanisa ni kuzuri, mnanielewa eh? Hakusema enendeni ulimwenguni mote mkaimbe sifa na kuabudu. Kuimba nyimbo za sifa na kuabudu ni kuzuri, naeleweka eh? Lakini anasema enendeni ulimwenguni mote mkafanyeje? Mkawafanye mataifa. Maana ya mataifa hapa ni mtu yeyote ambaye bado hajamwamini Kristo. Mwalimu mmoja wa watoto anaweza akanisaidia, pengine awe na watoto hapo nje, kama stamina ya kukaa hapa ndani ni ndogo, ili tusiwaonee au la, lakini tuwe na utulivu wa darasa. Nimesema mwanafunzi, mataifa. Mataifa sio mtu anayetoka nje ya nchi, mnanielewa eh? Lakini ni mtu yeyote ambaye bado hajamwamini nani? Yesu. Anasema enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Watumishi wa Bwana, tunaelewana? Hili linaitwa agizo kuu, na ukilitii hilo agizo kwenda kumshirikisha mwingine habari za Kristo, wewe tunasema unakuwa unafanya nini? Uinjilisti. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wanafunzi ni nini? Maana nimesema ni uinjilisti na wanafunzi. Wanafunzi ni nini? Tunasema wanafunzi ni mchakato wa kimkakati wa kumjenga mwongofu mpya aweze kukua katika kimo cha kumjua Kristo. Ni mchakato wa kimkakati wa kumsaidia mwongofu mpya aweze kujengwa kwa maarifa ili aweze kufikia kimo cha nani? Cha Kristo. Wanafunzi ni mchakato wa kimalezi, ni mchakato wa kufundisha mtu aweze kukua na kumfanania nani? Kristo. Wapendwa, mtu yeyote anapofanya maamuzi ya kuokoka
anaokoka akiwa bado ana tabia nyingi za mwilini. Tunasema kama mtu alikuwa ni mtukanaji, anaweza akawa amefanya maamuzi ya kuokoka, lakini bado tabia ya kutukana inamtesa. Anaweza akawa ameokoka, lakini bado ni mtu wa visasi. Anaweza akawa ameokoka, lakini ni bado mtu mwenye hasira. Anaweza akawa ameokoka, lakini bado ni mtu anayependa kuongea uongo. Anaweza kila aina ya ubaya unaojua, lakini tunatarajia baada ya kuokoka, kinachofuata huyu mtu aanze kusaidiwa kwamba twende kwenye maombi, toa mbele za Bwana, sikiliza mafundisho. Kadiri anaposikiliza mafundisho, ndipo tunasema hivi, huyu mtu anaanza kujengwa, anaanza kubadilika taratibu, hatimaye anamfanania nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 20. Hapo hapo Mathayo 28 mstari wa 20. Na ili unielewe nitaanza tena ule mstari wa 19. Unasema, basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru. Wapendwa, mtu yeyote akiokoka alafu anakwepa kujifunza, hataki kushiriki mafundisho, huyo mtu uwezekano wa kurudi nyuma ni mkubwa. Watumishi wa Bwana, mnanielewa? Uwezekano huyo mtu wa kudumaa kiroho ni mkubwa. Kwa nini? Hakuna mtu akishaokoka tu basi anakuwa. Nyie wakubwa kama mnaelewa hili darasa, bakini na muwe mnasikiliza na mnaandika. Naeleweka Kama mnaelewa, bakini darasani. Kwa hiyo tunasema mchakato wa pili unaofuata ni mtu wa kufundishwa. Hakuna mtu anayezaliwa, tunasema mtu yote anayeokoka anafananishwa na mtoto mdogo. Jamani, kuna mtoto mdogo anazaliwa anajua kuongea? Si lazima aanze kufundishwa Aanze kurekebishwa, aanze kusaidiwa. Kwa hiyo tunasema wanafunzi ni mchakato wa kumjengea mtu uwezo aweze kuanza kufanana na nani? Na Kristo. Na huu mchakato unafanyikaga kanisani, au fanyiki eneo jingine lolote. Ndio maana tunasema mtu yeyote anayetaka kukua baada tu ya kuokoka, ni vizuri akasaidiwa, atafutiwe kanisa ambalo atalelewa ili aweze kufundishwa. Watumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja Tunasema uinjilisti ni wito wa kudumu wa kila muamini, sio mchungaji peke yake. Uinjilisti ni wito wa kudumu wa kila mtu aliyeokoka. Mungu anatuita tuwe wainjilisti. Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 37. Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 37. Ni wajibu wa kila mtu ambaye ameokoka. Bwana anamuita awe muinjilisti. Sura ya 9 mstari wa 37 na 38. Injili ya Mathayo sura ya 9 mstari wa 37 na 38. Biblia inasema hivi: ndipo alipowaambia wanafunzi wake, mavuno ni mengi, lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Anasema mavuno ni mengi, ila watendakazi ni nini? Wachache. Kama watendakazi ni wachache, Mungu anachotafuta mimi na wewe tushirikiane kwa pamoja kuhakikisha tunatafuta watendakazi wengine waweze kuingia kwenye shamba la Bwana, ili kazi ya Mungu iwe nyepesi na watu wengi waweze kufikiwa na habari ya upendo wa nani? Wa Kristo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana watumishi wa Mungu Tunaelewana? Njia za kufanya uinjilisti. Maana kujua umuhimu wa uinjilisti na kujua faida zake, wakati huo ujui unafanyeje uinjilisti, huwezi ukafanya kwa kumaanisha. Njia za kufanya uinjilisti zitakazo kusaidia kumfikia mtu yeyote kwa injili. Naomba nitaje njia 5 za kufanya uinjilisti. Njia ya kwanza ambayo tunaitumia kwa mujibu wa neno la Mungu kufanya uinjilisti, tunasema ni njia ya kutatua changamoto za mtu ambaye bado hajaokoka kimkakati, ili amjue Kristo. Njia ya kwanza
ni kutatua changamoto za mtu ambaye bado hajaokoka. Unatatua hizo changamoto kimkakati ili huyu mtu aweze kumwona Mungu kwenye maisha yake, ndipo upate nafasi ya kumwambia habari za upendo wa nani? Wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 3, ili jambo Yesu alilifanya. Alikutana na mtu, alikuwa anataka huyo mtu aje kwake, kwa Yesu, amwamini Yesu, lakini alimkuta huyo mtu ana changamoto nyingi sana. Yesu alichokifanya, ilibidi atatue kwanza changamoto ya yule mtu alionayo, na yule mtu alipoona udhihirisho wa nguvu za Mungu kwenye maisha yake, akapata nafasi ya kufungua moyo wake, na Yesu akamweleza habari za neno lake. Injili ya Luka sura ya 5, nasoma mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 10. Injili ya Luka sura ile ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 10. Injili ya Luka sura ya 5 mstari wa 3 mpaka wa 10. Biblia inasemeje? Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chumboni. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu mvue samaki. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki waliowapata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata walipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema njia mojawapo ya kufanya uinjilisti ni kufanyaje, watumishi wa Bwana? Kutatua changamoto inayomkabili mtu ambaye hajamwamini Yesu. Lakini hiyo changamoto unaitatueje? Unaitatua kwa msaada wa nani? Wa Bwana. Ukiitatua hiyo changamoto, yule mtu akaona mbona hili jambo sio jambo la kawaida, uwezekano wa huyo mtu kutaka kumjua siri nyuma ya msaada huo ni nini. Tunaona hapa Yesu alienda akawakuta kina Petro, akawakuta kina Yohana wanavua samaki, lakini wamevua samaki usiku kucha hawajapata kitu. Akawaambia, nipeni kwanza huu mtumbwi wenu niutumie kufanya injili. Wakampa, nafikiri aliwaomba wavuvi wengine wakamkatalia, wakapata mtumbwi. Kwa hiyo akakaa yeye kwenye maji ndani ya mtumbwi, alafu watu wanaomsikiliza wamekaa kule pwani. Unanielewa eh? Akaongea neno la Mungu. Alipomaliza neno la Mungu akawaambia, sasa kwa kuwa nimetumia huu mtumbwi wenu, nendeni saizi mkavue nini? Samaki. Wakaambia, Bwana mkubwa, usiku kucha tumevua samaki hatujapata kitu. Kumbuka kwa utaratibu wa wavuvi, ukiwa na giza usiku, wanapotumia zile taa, samaki wengi huwa wanafuata mwanga wa taa. Unaelewa eh? Wanapofuata mwanga wa taa ndio wavuvi wanapata nini? Samaki. Sasa Yesu anawaambia mchana, nenda mkavue nini? Samaki. Petro ambaye hata alikuwa amuelewi Yesu vizuri akasema, ni kweli kibinadamu kwa uzoefu wetu saizi hatupatagi nini? Samaki. Ila kwa neno lako nitaenda kuvua nini? Samaki. Akaondoka na wenzake wakaenda kutupa nyavu eneo lile ambalo Yesu aliwaelekeza. Biblia inasema walipata samaki wengi. Walipopata samaki wengi, umeona kauli aliyoiongea Petro hapa. Biblia inasema Petro akamwambia Yesu, ondoka kwangu, maana mimi ni mwenye dhambi. Hebu tuulizane, kuna sehemu yoyote Yesu alimwambia Petro, wewe ni mwenye dhambi sana, utaenda jehanamu? Kuna sehemu amesema? Nini kilichomfanya Petro aongee hivyo?
aliona ametendewa wema ambao yeye hakustahili kufanyeje? Kutendewa. Akaanza kujiona, mbona mimi ni mwenye dhambi, alafu huyu mtu wa Mungu amenitendea nini? Jema. Anamwambia ondoka. Mimi nilifikiri angemwambia baki kwangu, ila anamwambia ondoka kwangu. Lakini Yesu anamwambia sikiliza, ishu sio samaki hapa, ishu mimi nilikuwa nakutafuta we na hawa rafiki zako. Anaambia sasa sikiliza, kuanzia leo hautakuwa mvuvi tena wa nini? Wa samaki, bali utaenda kuwa mvuvi wa nani? Wa watu. Maana yake anamuita kwenye utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Je, kuna mtu kule mtaani au kwenye familia yako ambaye unatamani amjue Yesu lakini hujui namna ya kumweleza? Au kuna mtu wewe unamweleza habari za Yesu anakutukana, pengine anakudharau, anaona unaongea nini? Kuna watu wa namna hiyo? Na au nyie mjakutana nao? Namna nyepesi ya kuweza huyo mtu kumpata kwa Yesu, anza kumsaidia huyo mtu kwa wema kabisa kutatua changamoto mbalimbali alizonazo kwa msaada wa nani? Wa Mungu. Nilimsikia mtu mmoja ananishuhudia jana, anasema aliwahi kwenda kumshuhudia mtu mmoja habari za Yesu. Yule mtu kwa sababu ana hali fulani ya kiuchumi, ana kakiburi fulani, akawa anamdharau. Umenielewa eh? Anaona wewe wa nini? Wewe utakuwa una njaa zako, pengine unataka kuomba sadaka. Umeelewa eh? Akawa anamletea dharau nyingi sana. Lakini kuna siku yule ndugu ambaye alikuwaga na dharau aliugua, akalazwa hospitali. Hali aliyokuwa nayo kuna uwezekano angekata moto. Yule ndugu aliposikia jamaa amelazwa hospitali, akasema hii ndio nafasi, akaenda kumuona hospitali. Lakini akumpelekea tu matunda mwisho, hapana. Baada ya kumpa matunda akamwambia, sasa sikiliza, kwa hali hii ulionayo, bila Yesu ninayemwamini utoboi. Uko tayari nikuombee? Akasema niko tayari niombee. Kwani kuna mtu anayependa kufa? Hakuna hiyo biashara wewe. Ugali mtamu. Kuwa makini. Yule jamaa akaombewa. Baada ya kuombewa, Bwana akamuinua toka kwenye kile kitanda. Umenielewa eh? Aliporudi nyumbani, yule ndugu ananiambia akikutana na yule ndugu, akimsalimia habari, anambia salama kabisa mchungaji. Yaani ameanza kumuita na mchungaji. Umenielewa? Wakati muda huo alikuwa anamwambia wewe wa nini? Wewe ujielewi, ujitambui. Lakini kwa nini huyu ndugu saizi anamheshimu huyu mtu na ana uwezo wa kumwambia neno la Mungu akamsikiliza? Ni kwa sababu alimtendea nini? Jema. Watumishi wa Bwana, sijui kama mnanielewa. Mnanielewa? Wewe, changamoto wakati mwingine sisi walokole tunawakosaga watu ni kwamba mtu yeyote ambaye bado hajamjua Yesu, mara nyingi kuna kuaga na roho chafu ndani yake ambazo huwa zinaletaga usumbufu huyu mtu asiweze kusikia neno la nani? La Mungu. Sasa mara nyingi tunakosea kutokana na ule usumbufu ambao kuna mtu mmoja mimi nilikuwa nikimfuata, namwambia habari za Yesu, ndo anachukua fegi mfukoni, anawasha, anapuliza ule moshi na ananipulizia hivi usoni. Anambia endelea kuongea utumbo wako. Si kama unanielewa eh? Unafikiri mimi sina hasira? Mimi ni roboti? Unatamani mshone ngumi ya uso, lakini unajiuliza sasa huyu jamaa nikipigana naye, baada ya hapo ninamwambia nini? Sijui kama unanielewa eh? Naambia haina shida, nitakuombea, Bwana atakusaidia tu, achane na fegi. Naambia kama utaweza kuniombea nikaacha fegi, mimi nakuja kwa huyo Yesu. Sijui kama unanielewa. Anakupulizia moshi na bado anakwambia kama ukiweza kuniombea, maana mimi nishajaribu nimeshindwa, nitakuja kwa huyo Yesu. Sasa mtu akishakupa hiyo ofa unafanyeje? Wewe kwenye maombi yako utakuwa unafanyeje? Utamwombea. Lakini huwezi ukamwombea mtu ambaye umpendi. Yaani changamoto moja ambayo tunakutana nayo na tunajikuta tunakwama kwenye kuwafikia watu wengine, unakutana na mtu ambaye hajamjua Yesu, lakini yale anayokufanyia wewe unayabeba kibinadamu, unamkasirikia, unamchukia. Huyo mtu unaweza kumwombea? Yaani mtu ambaye umemchukia unaweza kumwombea? Na wengi utaishia kumlaani na kumfunga hata kujaga kuokoka. Sijui kama unanieleweka, watumishi wa Bwana. Kwa hiyo Yesu njia aliyoitumia ili ampate nani? Petro. Sikiliza, matatizo na changamoto zozote ambazo anapitia mtu ambaye hajaokoka, kwa sisi walokole ni fursa. Sijui kama unanielewa eh? Akikueleza jambo ambalo analipitia haelewi, unaambia yuko Mungu mimi naye muamini, anaweza akakufanyeje? Akakusaidia. Kwenye familia yenu kama hawakuelewagi kama umeokoka,
Vizia muda ambao kuna tukio linataka kutokea hapo. Waambie yuko Mungu ambaye anaweza akafanyeje? Akawasaidia. Na hakika Mungu kwenye mazingira hayo huwa anafanya mambo kwa ajili ya utukufu wake. Hao watu wakiona wema wa Mungu, kama vile Petro alivyosema, ondoka kwangu maana mimi ni mwenye dhambi. Lakini Yesu anamwambia, sikiliza, ishu sio dhambi zako. Mimi ninachotaka hapa, kuanzia sasa umepata neema ya kumtumikia Bwana, utakuwa mvuvi wa nani? Wa watu. Wangapi wamenielewa? Mbinu ya kwanza tumesema ni ya kufanyeje? Na darasa, mbona mnanitisha? Mbinu ya kwanza tumesema ya kufanya uinjilisti ni ya kufanyeje? Kutenda mema kwa msaada wa Mungu, kutatua changamoto za watu ambao bado hawajamwamini nani? Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Namna ya pili au njia ya pili ya kufanya uinjilisti tunasema ni kulisema neno la Mungu kwa uwazi, kwa upendo na kwa usahihi, kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Mtumishi wa Bwana, usimuonee mtu aibu kumwambia kwamba wewe umeokoka. Usimuonee mtu aibu kumwambia kwamba Yesu anampenda. Usimuonee aibu kumwambia mtu kwamba jehanamu ipo na wokovu upo. Wewe huwezi jua unapoongea yule mtu anapata jambo gani kwenye moyo. Utaongea mara ya kwanza hata kusikiliza, utaongea mara ya pili, usiache kusema. Kwa nini? Biblia inasema kwenye Warumi ya kwamba imani chanzo chake ni kufanyeje? Kusikia. Yaani kadiri unapoongea na yule mtu kila siku itwapo leo, kuna siku tu atakwambia, bwana wewe, mimi nimechoka sasa. Yaani umezidi, kila siku tu wokovu, wokovu. Njoo kanisani, njoo kanisani, nimechoka. Warumi 10 mstari wa 17. Unapoendelea kuongea naye mtu habari za Yesu, unapoendelea kuongea naye kumshirikisha habari za Yesu, ile mbegu unaendelea kuipanda kwenye moyo wake, na Roho Mtakatifu ataitumia hiyo mbegu ya hiyo habari, atazalisha muujiza wa wokovu kwenye maisha yake. Warumi sura ya 10 mstari wa 17, Biblia inasema hivi: basi imani chanzo chake ni nini? Kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Watumishi wa Mungu, tunaelewana? Hakikisha ukai kimya. Yaani kukaa kimya sio ustaarabu wa kilokole, ni kuwazuia watu wengi wasije kwa nani? Kwa Kristo. Mshirikishe mtu yeyote, usianze kumuuliza, vipi wewe unasaliji kanisa gani? Vipi unaendaga kanisani, unaendaga ile nyumba nyingine? Vipi? Achana na hayo maswali ya kitoto. Ukikutana na mtu yoyote mbele yako, nyoka naye, mwambie habari salama, mimi fulani bini fulani, naomba nafasi ya kukushirikisha habari ya upendo wa Yesu. Yesu anakupenda, anakuwazia mema, atamani ufe dhambini. Yesu anaweza akabeba mzigo wa dhambi zako, anaweza akakutetea, anaweza akakushindania. Sijui kama unanielewa. Sio ukimwona mtu amevaa vazi fulani, kwa mfano kavaa vazi kama kabakuli hapa juu, unasema huyu siwezi kumwambia, huyu sio wa mbinguni, ni wa jehanamu. Achana na hizo biashara. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema njia ya pili ni kusema neno la nani? La Mungu. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37. Yaani kama moja ya kosa tunalifanya walokole ni la kukaa kimya, wakati kuna mtu anatamani ya kusikia, ila wewe unakaa kimya, alafu unaamini yule mtu atakuja kwa Yesu. Hapana. Utaratibu wa kimungu, mtu hawezi kuja kwa Yesu mpaka umesema. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37, Biblia inasema hivi: walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu amjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Petro angekaa kimya, watu 3,000 wangekuja kwa Yesu. Aya, tukubaliane hapa. Kwa siku tunakutana na watu wangapi majumbani mwetu?
Si watu wengi? Haya, kwa wale wenye simu yako kwa siku nzima ukiwa na vocha, una dakika zako pale, licha ya kupiga stori zingine na watu, kuna mtu yeyote ambaye unampigia unamwambia tu Yesu anakupenda, karibu kanisani, njoo kwa Yesu? Bwana Yesu asifiwe. Unasema naogopa kuonekana mshamba eti. Haya, una mitandao yako ya kijamii, umenielewa eh? Mitandao yako ya kijamii unaitumieje? Una matumizi yako binafsi, lakini kwa taarifa yako, moja ya eneo ambalo kwa nyakati tulizo nazo tunaweza tukaitumia kufanya injili ni kwenye mitandao ya nini? Ya kijamii. Sijui kama unanipata eh? Leo hii vijana wa hovyo ndo wanatumia mitandao ya kijamii kuonyesha mambo ya kishetani kabisa, na ile na yenyewe wanafanya injili. Juzi nilikuwa naangalia kijana mmoja wa hovyo, ni wa kiume, lakini nafikiri ashaharibika yule. Kavali sketi lake, kapaka na malipustiki, wanamuonyesha vyombo vya habari eti wamempa na tuzo. Sio kama naeleweka eh? Usifikiri hayo mambo wanayafanya kwa bahati mbaya, ile ni injili yao, lakini ni injili ya kipepo, ili watu waone kumbe ili mtu awe maarufu inabidi awe shoga. Bwana Yesu asifiwe. Haya, sisi walokole tunafanyeje? Tunasema habari au tunanyamaza kimya? Umewahi kukutana na mlevi amesafiri kwenda ugenini? Anatumiaga wiki ngapi kujua baa iko wapi? Tena yupo kwenye gari, kabla hajashuka anaanza kuuliza, vipi mitaa hii, vipi kuna sehemu yoyote ya kupata? Wao wanatambuana kwa kodi au wavuta fegi, yaani hawajazaliwa tumbo moja, ilo wakikutana tu hapo, mmoja mswaki, hajapiga mswaki siku 7, ameingiza sigara mdomoni, na mwenzake anamwambia hebu nipe hiyo pisi, na yeye anachukua. Watazungusha hapo watano, hawajuani majina, hawajui wanatoka wapi, lakini hawanaga aibu kwenye kuficha injili yao ya fegi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, sema neno la Mungu kwa uwazi. Yaani wengi anasema mimi naogopa wataniambieje, watanionaje. Sikiliza, mtu atakaye kutukana kwa ajili ya Yesu, wewe ndio unapata thawabu. Mada moja mtukana, sijui kama unanielewa. Atakaye kuona wewe una akili timamu, kuna siku atakukimbilia, ataona wewe una akili nini? Timamu. Wala usimwombee mabaya, lakini sema naye kwa nini? Kwa wazi, habari ya upendo wa nani? Wa Mungu. Watu wa Mungu tunaelewana. Njia ya tatu, tunasema huwa tunafanya uinjilisti kwa kutumia mali zetu na sadaka zetu kuwawezesha wengine waende wakaseme neno la Mungu. Kuna maeneo wewe huwezi kufika, ila kuna mtu mmoja anaweza akafika hilo eneo. Kuna muda wewe unaweza ukawa umebanwa, lakini kuna mtu anaweza akawa na huo muda, lakini hana nauli ya kwenda sehemu kufikishia watu injili. Njia nyepesi ambayo wewe utakuwa umeifanya. Okay, niwaulize kitu. Mwahi kusikia matukio fulani makubwa ya kidunia yanaitwa sijui fiesta au nini? Mwahi kusikia vitu vya namna hiyo? Watu wanaandaa tukio, uwanja wa Taifa wamejaa, wana muziki nini, wanafanya mambo mengi ule usiku, watu wanalewa, wanafanya kila aina ya dhambi unayojua. Umewahi kusikia watu wanaitwa wadhamini? Naam? Umewahi kusikia wanaitwa wadhamini? Unasikia hili tukio limedhaminiwa na kampuni 1, 2, 3, 4, 5. Maana ya wadhamini ni hivi, wale watu wanaenda wanawaambia, jamani, sisi tumeandaa bonge la disco, umenielewa eh? Ili bonge la disco watakuja pengine watu 100,000. Nyie cha kufanya, tupeni 3,000,000. Hizi 3,000,000 zitusaidie kukodi muziki na kila kitu na viti. Alafu sisi kwenye yale matangazo yetu, wale watu wakikusanyika, tutakuwa tunawataja nyie, ili nyie muendelee kuuza. Sijui kama unanielewa eh? Hivi umewahi kusikia kuna watu wanadhaminiki mkutano wa injili? Na hata kama wanakutanika watu 100,000, nenda kwenye benki yoyote fulani, kawaambie, jamani, benki X tunaomba mtudhamini, tunahitaji 1,000,000 kwa ajili ya kukodi viti, kupanga hapa, alafu sisi tutaweka bango lenu la benki pale kama matangazo ya biashara, umenielewa? Ili watu wakitaka kufungua akaunti waje kwenye benki yenu. Watakuuliza, hilo tukio la nini? Ukawaambia la injili. Wasema hamna. Kwa nini hamna? Yaani mimi saizi hapa nilipo, si ni mchungaji
Nikiamua kwamba natamani nipate fedha kwa haraka kukutanisha vijana 1000, nitasimama nitasema, jamani, tunaandaa mkesha mkubwa wa vijana, afu huo mkesha atakuwa msanii fulani, namtaja msanii wa kidunia. Naeleweka eh? Alafu nasema siku hiyo pia kampuni ya bia fulani na yenyewe itakuwepo kwenye hivyo viwanja, ili mimi ni pasta, watu waje, na tafuta wadhamini. Kwanza ile kampuni ya bia niliyoitaja watafunga safari haraka, wataniuliza, tuambie akaunti namba yako ni ipi tukuingizie mzigo, maana wanasema mpaka pasta ameikubali bia yetu bora. Si unanielewa? Yaani nitarushwa kwenye vyombo vya habari nchi nzima na nje ya nchi kwamba pasta haikubali bia Kiboto. Hii bia ukinywa unapata na uzima wa milele. Wateja kunyweni, utasikia walevi, ngoja tuenjoy maana hadi pasta ameikubali bia. Si kama unanielewa? Kwa nini? Nisikilizeni nyinyi watumishi wa Bwana. Injili huwa inazuiwagwa kwa fedha na injili huwa inapelekwa kwa nini? Kwa fedha. Sijui kama naeleweka eh? Hayo unayosikia wadhamini huo ni mkakati. Ngoja niwaonyeshe kitu hapa. Kwenye Injili ya Luka, Warumi, tuanze na Warumi sura ya 10 mstari wa 13. Warumi sura ya 10 mstari wa 13. Njia nyingine ya kupeleka injili na watu wakaja kwa Yesu, tunasema ni ya kuwawezesha wengine kwa sadaka zetu wapeleke injili. Warumi sura ya 10 mstari ule wa 13. Vipawa tumetofautiana. Kuna mtu akisimama kuongea na watu, uwezekano wa watu 10, 20 kuokoka ni mkubwa, lakini kuna mwingine akisimama, uwezekano wa mtu hata mmoja kufanya maamuzi ni issue. Tunaelewa hilo jambo eh? Sasa kama mnafikiri nyie mpo 10, alafu kuna mmoja akisimama anaweza akaleta watu 10 kwa Yesu, kwa nini msimwezeshe yule mmoja? Ni kama naeleweka eh? Wengine mkabaki mnamuombea ili akafanya kazi ya nani? Ya Mungu. Injili waraka Paulo mtume kwa Warumi sura ya 10 mstari wa 13. Tumefika kwa wale wenye Biblia. Warumi sura ya 10 mstari wa ngapi? 13. Biblia inasema hivi. 13 inasema, kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikiaje pasipo mhubiri? Tena wahubirije wasipopelekwa? Kama ilivyoandikwa, ni mizuri kama nini miguu yao wahubirio habari ya mema. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anawaandikia Warumi, anawaambia jamani, kila mtu ambaye atasikia injili ataokolewa. Tunakubaliana eh? Lakini anasema ili mtu asikie injili si lazima pawe na mhubiri, si lazima ampelekee mtu. Lakini wanasema huyu mtu, kuna watu wanakosa kusikia injili ni kwa sababu hapana mtu aliyewaendea kuwapelekea nini? Injili. Na kwa nini huyu mtu ameshindwa kwenda? Anasema kuna watu wamekosekana wa kumpeleka, kuipeleka nini? Injili. Ngoja niwaambie kitu hivi, ikitokea wewe umealikwa saizi kwenda kuhubiri Kondoa, naeleweka eh? Una nauli ya kwenda Kondoa, unasema kwa mamlaka ya jina la Yesu naenda Kondoa kwa miguu, natumia miguu ya asili. Unaanza tembea na Yesu ame, mlio juu hiyo, tembea na Yesu ame, tembea na Yesu, na umebeba bonge la Biblia lako mpaka una karibia mondo, ushakula vumbi na miguu yote ishachoka. Alafu jioni ndio inabidi ukafanye mkutano wa injili wapi? Kondoa. Mpaka ufike Kondoa utapitiliza kwanza hospitali, hiyo injili itahubiriwa? Si kama unanielewa eh? Lakini kama kuna mtu ana usafiri, yule mwenye usafiri na yeye anaenda kusema injili, na huyu mwingine anatembea kwa miguu na yeye anapeleka injili, nani atakuwa na ubora zaidi? Na mwenye nini? Usafiri. Nilishuhudia askofu mmoja, sitaki kumtaja jina, wa nchi hii, kwa siku moja alikuwa na uwezo wa kufanya mikutano ya injili kama 5 kwa sababu ana helikopta yake binafsi. Nafikiri wengi mmemsikia. Unanielewa eh? Yaani leo hii asubuhi yupo mji fulani anapiga injili, watu wanaokoka, wanaombewa. Saa 7 yupo mji mwingine. Watumishi wa Bwana, kwa miguu utafika? Sijui kama naeleweka eh?
Kwa hiyo anasema watu hawataweza kusikia kama wasipopelekewa neno, lakini hawawezi wakapelekewa neno kama ambavyo hapana watu wa kuwawezesha watu kupeleka neno la Mungu. Ngoja niwaambie kitu. Si mnajua Yesu ni mwana wa Mungu? Si mnajua Yesu ni Mungu? Si alikuja duniani akafanya injili? Hata Yesu akiwa duniani anafanya injili, palikuwa na watu ambao walisaidia injili ya Yesu kwa mali na kwa nguvu zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwaonyeshe hili jambo. Injili ya Luka, hebu soma na mimi. Alikuwa na upako wote, lakini nyuma yake kulikuwa na watu. Kulikuwa na watu. Injili ya Luka sura ya 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Na ukiona hadi Biblia inawataja hawa wanawake, kuna mambo ya maana. Yaani Wayahudi walikuwa hawataji wanawake hivi hivi kwa wepesi. Walifanya jambo la maana. Injili ya Luka sura ya 8 mstari wa 1 hadi wa 3. Injili ya Yesu waliokuwa na isapoti sana, wanaume ni wazuri kusema tuko pamoja na wewe, Bwana akutie nguvu. Wamama walisema hatuwezi kwenda kila sehemu, lakini tutatumia mali za waume zetu na familia ili tuone kazi ya injili inafanyeje, inaenda. Kwa sababu kipindi Yesu yuko duniani alikuwa akihubiri, inabidi aende hotelini na wanafunzi wake wale chakula. Unafikiri aliingia hotelini akasema kwa mamlaka ya kwangu, mimi ndio Yesu muumba wa mbingu na nchi, hebu lete hiyo pilau nile hapa? Inawezekana? Akishakula pilau anasema Bwana wabariki sana. We mama ntilie mwenye hasira zake kuanzia asubuhi amepambana na moshi hata kuacha subutu. Kwa hiyo ilibidi pawe na watu wanaowezesha nini? Injili. Injili ya Luka sura ya 8 mstari wa 1, Biblia inasema hivi: ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale thenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalene aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wake Herode, na Suzana, na wengine wengi waliokuwa wakimhudumia kwa mali zao. Hawa tunaita walikuwa wadhamini wa huduma ya nani? Ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuulizane swali hapa jepesi kabisa. Hivi siku ya leo ukisikia kwenye TV kuna mchungaji anahubiri, umeelewa nenoanalohubiri kabisa? Hivi mnajua kwenye TV kuhubiri injili ni bure? So unajua kulipia kipindi. Alafu ukasikia pale mwishoni amemaliza mahubiri anasema kwa yeyote aliyeelewa neno la Mungu, ambaye ana amani na yuko tayari kuchangia sadaka yake kwa ajili ya vipindi. Hivyo akiwa anaongea lile neno unajisikiaje moyoni? Twende tuongee tu kweli. Mimi nilikuwa nakereka watumishi wa Mungu. Ndio kweli. Labda wenzangu mmeokoka zaidi ya Roho Mtakatifu. Nasema yani jamaa ameongea mambo mema, yameeleweka, ila anaharibu mwishoni. Siku moja nilikuja kubadili mtazamo baada ya kupata elimu ya kufanya injili kwa njia ya mitandao. Naeleweka eh? Nikapigaga simu kituo kimoja cha TV nchini, nikamwambia jamani, hivi naweza nikapata hapo kipindi kwenye TV yenu, wala hata kama ni dakika 15 tu nipige injili? Wakaniambia kwa dakika moja, hela waliotaja nafikiri ni ada ya mimi ya mwaka mzima chuoni. Sijui kama unaelewa eh? Ni mahali mtu mama analipiwa kabisa mahali na ndoa inafungwa. Ndio gharama ya dakika hii moja. Kwa hiyo akaniambia piga hesabu hizo dakika zako unazo zisema. Nikasema nitaenda kuuza mashamba ya familia, nitaweza kwa ajili ya kipindi cha siku hii moja. Sijui kama unanielewa. Nikaanza kujiuliza kuna mtu ana vipindi vya neno la Mungu kila siku. Sijui kama unanielewa. Hivi yule mtu anafanyaje? Na anawezeshwa. Anaweza akawezeshwa na mwimba muziki fulani ambaye wao ukihubiri watu wakiokoka anapunguza mashabiki. Na kuna mtu mmoja mimi nilikuwa namhubiria mzee mmoja, yule mzee alikuwa ni mteja fulani wa baa moja, yani yule mzee akiingia ndani yani swala yeye amechukua sio chini ya kreti. Nikawa namfuata namwambia Yesu anakupenda, hayo maini yako yasioze, inabidi Yesu ayatumie kwa injili.
Mwenye baa akawa nasikia namfuatilia yule baba. Akaniambia, Mbelembe, tunaheshimiana sana mimi na wewe. Kama una shida nyingine sema, ila sio habari ya kunitafutia wateja wangu. Naomba muache huyo mtu, baa yangu mimi itafungwa kama huyo mtu atakuja kwa Yesu. Si unaelewa hiyo biashara Na anaongea anamaanisha, anasema usinitafute ubaya. Alafu wewe ndio useme, naona mimi kuna muda huwa anachekaga sana ukisema tunataka tuende tukawashirikishe watu mchango wa nini? Wa Injili. Nataka nikuambie kaimbe sana. Umewahi kujiuliza kwa nini mchango wa harusi ni mwepesi kukusanya kuliko mkutano wa Injili? Kwa nini? Au mimi nadanganya jamani? Wewe mfuate mtu mwambie tuna shughuli, atakwambia tu shughuli lini? Shilingi ngapi? Haulizi sana, ila mwambie tuna shughuli wapi? Kanisani. Kanisani, utakuja kesho. Kwa nini? Ni mkakati wa ufalme. Ufalme wa Mungu unapelekwaga mbele kwa kazi ya kifedha ya Injili, lakini ufalme wa giza na wenyewe unapelekwa mbele. Kwa nini? Kwa fedha. Watu wa Mungu wangapi wananielewa? Mnanielewa? Leo hii akitokea mganga wa kienyeji, kuna waganga wanakujaga siku ya soko pale, wanaweka na spika. Wakishafanya uganga, wakimaliza, wanawaambia watu, jamani, aliye yeyote yuko tayari kusapoti hii kazi, wanasemaga kazi ya Mungu, umenielewa basi aje hapa atoe chochote ili kazi wafikie wengine. Naonaga pale mpaka Wakristo wako pale wanaenda wanasema hii kazi nzuri sana toa. Umeelewa hiyo ngoma? Aende pale mchungaji Mbelembe aweke speaker pale. Kwanza akisimama tu watakaoanza kusema ni Wakristo wenzake. Jamaa naona leo anazitafuta sadaka, itakuwa ameishiwa mboga nyumbani. Sio kama unanielewa hiyo ngoma. Ishu hapo sio kama ajui kama unafanya Injili, ila anasema huyu jamaa akihubiri hapa Injili, kuna watu wakifanya maamuzi wa kuokoka wataenda kanisani kwake. Haangalia bali ya mtu kuokoka. Sio kama anaeleweka Kuna mchungaji mmoja mimi aliniambia jambo liliuma na mimi limewahi kunikuta sehemu. Anasema aliandaa mkutano wa Injili, kanisa lake lilikuwa dogo. Yeye speaker aliyokuwa anaitumia ni ya kuchaji kama hiyo. Umenielewa Kanisa jirani ambalo wanaitaga kanisa la wakubwa, umenielewa? Waliposikia jamaa ametangaza mkutano wa Injili, wao walichokifanya walienda kukodi muziki. Unajua yale maspika anafungwa mpaka juu, yani kwenye nguzo, yani likitikisa pini hadi maini unahisi ametoka wapi? Nje. Alafu hilo kanisa moja liko hapa, jingine liko pale ng'ambo. Wao Yesu amesema anaanza tarehe 9. Wao wakupanga hiyo ratiba, ila walipoona tu matangazo tarehe 8 wakaja wakafunga maspika. Kwa hiyo jamaa hapo anajaribu, Yesu anakupenda kinachosikika, hapo hao wameweka tu nyimbo za kwaya, maspika wameyatoa nje. Jamaa ikabidi waahirishe mkutano. Walipoahirisha na wenyewe wakaacha, wakashusha sauti, wakarudisha maspika ndani. Sio kama unanielewa ninachokuambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tumeelewana watumishi wa Mungu? Njia ya 4 ya kufanya uinjilisti. Kwa hiyo ukisikia kazi yoyote ya Injili inataka rasilimali, inataka vitu, jua ukitoa vitu kuna watu wanafikiwa na nini? Na Injili. Njia ya 4 tunasema ni matumizi ya vipawa na karama za Roho Mtakatifu kuleta miujiza kwenye maisha ya watu. Moja ya jambo ambalo mlokole lazima uombe udhihirisho wa karama na matendo makuu ya Mungu kwenye maisha yako. Injili yako itakuwa nyepesi sana, utapunguza maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ametupa vitendea kazi vya Injili. Waraka wa kwanza Paulo mtume kwa Korintho, sura ya 12. Sikia hizi karama zinazotajwa. Hizi karama hazijawekwa hapa kwa ajili ya kuzisoma, zimewekwa hapa kutusaidia. Ili Injili iwe nyepesi, inabidi utumie karama ulizopewa na Kristo, utumie vipawa, utumie huduma ambao Mungu ameweka ndani yako kuwafikia wengine. Waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Korintho, sura ya 12, nasoma kuanzia mstari wa 4. Sura ya 12 kuanzia mstari wa 4, Biblia inasema hivi:
Pana tofauti za karama, bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti za huduma, na Bwana ni yeye yule. Kisha pana tofauti za kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendee kazi zote katika wote. Lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana. Maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la hekima, na mwingine neno la maarifa apendavyo Roho yeye yule, mwingine imani katika Roho yeye yule, na mwingine karama za kuponya katika Roho yule mmoja, na mwingine matendo ya miujiza, na mwingine unabii, na mwingine kupambanua roho, mwingine aina za lugha, na mwingine tafsiri za lugha. Lakini kazi hizi zote huzitenda Roho huyo mmoja yeye yule, akimgawia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye. Watumishi wa Bwana, soma na mimi pia Matendo ya Mitume sura ya 3, uone hichi ninachokisoma hapa kina maana gani. Injili inakuwaga nyepesi sana kama kuna udhihirisho wa nguvu za Mungu, ila injili inakuwa ni ngumu kama una maneno yako peke yako. Matendo ya Mitume sura ya 3 utaenda kusoma kwa muda wako kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 12. Lakini hichi ni kisa cha watumishi wa Bwana anaitwa Petro na Yohana. Walikuwa wanaenda hekaluni wakati mmoja, wakati wa ibada, palikuwepo na kiwete mmoja anayekaa pale nje ya mlango wa hekalu. Yule ilikuwa kazi yake ni kuomba sadaka. Kuanzia amezaliwa kuwa ni kiwete. Lakini kwa kuwa Petro na Yohana walikuwa na Roho Mtakatifu ndani yao na waliamini kwenye matumizi ya vipawa na karama za kimungu, waliona watumie moja ya karama ni matendo ya miujiza na uponyaji. Mnanielewa eh? Biblia inasema walimwambia yule mtu, hatuna fedha wala hatuna nini? Dhahabu, bali tulicho nacho ndicho tukupacho. Wakafanyeje? Kwa jina la Yesu simama ufanyeje? Uende. Maandiko yanasema yule mtu akanyanyuka, vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Baada ya hapo nini kilitokea, watumishi wa Bwana? Biblia inasema mkutano mzima ukawakusanyikia, wakasema hawa ni kina nani? Imekuwaje? Baada ya imekuwaje, Petro na Yohana wakapata fursa ya kuwachapa Injili. Ngoja niwaambie kitu. Ukiona unaenda kuwahubiria watu sehemu habari za upendo wa Yesu hawakuelewi, siku nyingine usiende kuambia nimekuja kuambia habari ya upendo wa Yesu. Wewe pita, ulizia, jamani, kuna mgonjwa yote kwenye hii familia? Wa nini? Mimi nina dawa, nataka tu kumwombea, sitaki hela yoyote. Kama kuna mtu ashapeleka mtu kwa waganga, ameliwa mbuzi, bata, mpaka viroboto wameuza, atakwambia kama kweli una dawa. Umenielewa eh? Huyu hapa. Pale mtumishi wa Bwana, kazi yako wewe ni moja, ni kumwambia Jehova, dili hili hapa tushirikiane. Umenipata eh? Yule akinyanyuka tu pepo limemtoka, unaambia, watakuuliza kwa hiyo malipo shingapi? Anambia hamna malipo yoyote, Yesu alishalipa deni. Deni lipi tena? Yesu anamwanzia mema huyu mtu ili pepo lisirudi tena. Si umesikia hii pepo kipindi linapiga kelele hapa? Ili pepo halijauawa, linaondoka, ila akirudi tena kwenye maisha ya dhambi litamrudia. Kwa hiyo tufanyeje? Amkabidhi Yesu maisha yake. Hakuna mtu ambaye ameingiwa na pepo likatoka anataka pepo lirudi tena. Mtumishi wa Bwana, wewe vipi? Lakini kama unaenda na maelezo, hutaki kutumia vipawa na karama za Roho Mtakatifu. Kuna wakati mimi katika harakati za kumtumikia Mungu nilikuwa naendaga kuhubiri kwenye makanisa fulani, ikaonekana kama navunja utaratibu wa kanisa. Walichokifanya, walienda kwa askofu wa hiyo dini, wakasema kuna kijana fulani anakujaga yupo kwenye makanisa yenu haya, anahubiri injili sio na mapokeo yetu, kwa hiyo mpige marufuku. Ikaandikwa waraka, wakaandika waraka fulani, dini fulani haruhusiwi kuhubiri ibadani. Waraka huo umesambazwa, barua imesambazwa. Iliposambazwa nikapata hiyo habari, nikasema sasa taarifa yao sihami ng'oo mpaka kieleweke. Natulia hapa ndani. Nilichoanza kuomba, nimwambia Bwana nisaidie, nipe fursa moja tu kati ya hawa vigogo walionipiga pini, vijana tunasema, walau mmoja tu akutwe na jambo ambalo huyo mtu litakalomkuta asife, ila mimi nipate fursa ya kukudhihirisha wewe. Hapa kupita muda, mama yake askofu wa hiyo dini akauguaga bwana. Wakampeleka hospitali ICU,
ICU, akasema kwa hali hii aliona, anzeni kuita ndugu. Umepata hivi, nani anakubali mzazi wake afe kizembe? Yule baba akaanza kuuliza, vipi hivi hamnaga vijana wanaofanyaga maombi huku makanisa? Anambia vijana wapo kanisani kwetu, ila wewe ulishaandikaga barua ukawapiga marufuku kufanya maombi. Asema nani? Mimi? Asema tafuta. Unafanya mchezo kutumiwa gari ya askofu wewe. Ilitumwa gari ya askofu, hataki kumpoteza mama yake. Kapewa dili hiyo, tukaenda hospitali kwa sifa zote. Unasema hii ndio dili, mtumishi wa Bwana. Kuja pale tukatamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe pepo uliyeshikilia maisha ya huyu mama mtoke. Cha ajabu sasa, ndugu alishaanza kukusanyika. Mama yuko pale na yule bishop yuko pale na dada yake na mdogo wake. Tunakemea pepo kwa mama, pepo linalipuka kwa dada yake bishop. Mzee amekaa anaangalia movie, ngoma vipi? Kwa hiyo unaanza kumwombea, unaacha mgonjwa, unaendea mgonjwa aliyekuwa anatembea. Unamaliza mnahamia kwa mgonjwa mwenyewe. Baadaye anasema naombeni kikombe cha chai. Anaongea? Anaongea. Akasema hebu niambieni, mliwezaje kuyajua mapepo? Nikamwambia mzee, hiyo mbona ngoma nyepesi? Nataka hiyo elimu na mimi niwe natoa mapepo. Naambia inawezekana. Akaandika barua tena, akasema kuanzia sasa mchungaji yoyote wa kanisa atakayezuia hawa watu kuhubiri na mfukuza uchungaji. Si kama unaelewa haya mambo. Yaani udhihirisho wa matendo. Abiudi, wewe utaki kutumia, yaani waburunge kama wakuelewa, usitumie nguvu kubwa. Waombea matatizo yao ya kipepo. Nenda bandika mkono, hata kama ni babu yako, bandika mkono. Pepo likimtoka tu utasikia yule mtoto sio wa kawaida. Sio, unanielewa? Sio wa kawaida kwa sababu wewe una masikio marefu kama ya punda. Kuna issue. Wanajua huyu mwamba akija sio ya kawaida. Sio wengine kusafiri kwenda kwa ndugu zake atuendagi bila kutoa taarifa. Kwa nini? Wanasema yule ndugu akiwa anakuja yule mchungaji inabidi tuhamishe kwanza makreti ya bia hapa sebuleni tukafisha chumbani. Kwa nini? Anasema akija tu hapa itaanza mambo mengine ambayo sisi hatuyataki. Hiyo ni Injili. Lakini cha ajabu, wale watu ambao wanaweza kukupiga vita, umenielewa? Akitokea, mimi na ndugu yangu mmoja alikuwa ananipiga vita, alafu siku hiyo kamleta dada wa kazi nyumbani. Asubuhi anaamka, yule dada alikuwa ni mwembamba, kanenepa, macho yametoka nje, anakoroma, pepo limepanda. Alafu ndo kamwachia mtoto, kamshika hivi. Anasema ni wa kike ila anatoa sauti ya bezi. Anasema leo namnyonga mtoto na kunyonga na wewe. Hapo amefunga mlango wa sebuleni, fungua nazo hapa, afu wa kike kavimba. Nilikuta missed call kama 5 binamu amepiga. Vipi, kuna issue gani? Napiga, akaweka laudi. Bina, nataka nitakufa. Unakufa na nini? Anasema huyu kuna mashetani amepanda yatanitaka kuninyonga, ya mnyonge na mtoto. Nikamwambia sasa wewe ndio issue yenyewe hiyo. Anasema fanya haraka, naweka video na washa. Nikamwambia achana habari ya video, wewe weka tu simu laudi hapo, tulia. Anasema usichelewe kumuita huyo Mungu wangu, atatanyonga huku. Moyoni nacheka, anasema wow, ndio muda niliokuwa na usubiri, muda mtamu sana huo. Nikasema kwa mamlaka ya jina la Yesu, wewe pepo mtoke huyo binti. Binti akafunguliwa, naona anapiga tena. Ametulia. Saizi anauliza hivi, nilikuwa wapi? Kimetokea nini? Nikamwambia kimetokea nini? Wewe unamkataa Yesu, njoo kwa Yesu. Niongoze kabisa sala. Nikamwambia nisikokuongoza sala ya toba. Ile ngoma inarudi yani. Utakuta asha kunyonga, yani marehemu unapiga simu. Hizo ni shaikutana mtu anakuambia hebu nikague nimekufa au sijafa. Wewe marehemu anajiuliza kama amekufa au hajafa. Sasa mlokole, wewe komaa na jambo hili moja. Komaa. Kama kuna mwalimu anasema wewe sikuelewi, tafuta jambo hili moja. Tumia kipawa cha Roho Mtakatifu lipigike jambo moja, utaona ngoma itakayoendelea. Si kama mnaeleweka watumishi wa Bwana? Mnanielewa? Mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Muda wetu umeisha, japo mlichelewa kuja ibadani na fidia dakika. Tunaenda kwa haki. Tuko pamoja Mmenikasirikia au? Abiudi umekuja saa ngapi kanisani? So umechelewa Tufidie hizi dakika na malizia.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunafanyeje uinjilisti? Nisipolisema hili ni rahisi ukapotea. Utatoka hapa utaanza kukurupuka. Kuna wakati nilikuwaga na akili ya kitoto, naweza nikaenda pale sokoni, napeana mkono na mtu hivi, tunasalimiana moyoni, nasema kwa jina la Yesu pepo mtoke. Yule mtu nikimshika mkono, watu wanasema vipi? Naambia huyu ana pepo, huyu ana pepo huyu. Sio, unanielewa? Kwa hiyo ifika muda unataka kumpa mtu mkono, nasema tusalimiane tu hivi. Ule ulikuwa ni utoto. Sio kama unanielewa Ule ni utoto na kukosa hekima. Sio kama unanipata Yanafanyika tu hayo mambo. Sasa ni vizuri hapa nisipokuambia unafanyaje uinjilisti, kuwezekana wa kuanza kufanya vituko na watu wanaogopa kukusalimia, we ni mkubwa. Unafanya uinjilisti kwa njia kubwa mbili. Kwa nini ufanye uinjilisti? Nimesema namna, si ndio Namna ya kufanyaje? Namna ya kufanya uinjilisti. Namna nzuri kabisa ya kufanya uinjilisti, tunasema tunafanya uinjilisti kama aliyoufanya nani? Yesu. Uinjilisti aliyoufanya Yesu aliufanyeje? Nenda kawaambie watu habari za upendo wa nani? Wa Mungu. Watu wa Mungu, mnanielewa? Injili ya Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 5 mpaka wa 11. Ngoja nikwambie kitu. Ili uone nguvu za Mungu zinatembea pamoja na wewe kwenye huduma unayoifanya, usiende kusema kitu ambacho Mungu hajakutuma. Naeleweka? Umewahi kukutana na watu ambao wanaamini ili mtu aokoke, wanafika pale wanamwambia, nimekuja kuwaambia watenda dhambi wote sehemu yenu ni jehanamu ya moto. Kule jehanamu kuna mafunza ya tawala, yani ataingia machoni, anatokea mdomoni, moto ule hauzimiki. Sio, unaelewa Yani mtu anaamini akitumia vitisho ndio watu wanafanyeje? Kwa taarifa yako, Biblia haijatutuma hivyo. Mnanielewa, mtumishi wa Bwana? Usifanye kile ambacho Mungu utakachofanyika pale. Mapepo yataachilia tu hofu. Yaani wewe utafanya injili ila unasaidiwa na mapepo, yataachilia hofu kwenye mioyo ya watu. Wale watu wakitoka pale wanaweza wakaja mbele, wanatubu kabisa. Tuko hapa tunamtaka Yesu, ila wanachoogopa nini? Moto. Umewahi kujiuliza kwa nini mikutano mingi ya injili inafanyika, watu wanaonekana idadi wameokoka watu 100, baada ya wiki rudi kanisani hakuna mtu? Yaweza kukuta hata mama mchungaji na wazee wa kanisa na wenyewe wameacha kuja kanisani. Umenielewa? Unajua hiki kimetokea nini? Lakini wale watu waliokoka sio kwa msukumo wa upendo wa nani? Wa Mungu, walitishwa. Hiyo sio injili aliyoifanya Yesu. Mtu mmoja anisaidie kusoma Injili ya Mathayo sura ya 5 mstari wa 11. Wewe waambie watu habari ya upendo wa nani? Wa Mungu. Waambie jamani, Mungu anaweza akakusamehe dhambi zako. Mungu hataki ufie dhambini. Mungu anaweza akakuponya. Njoo kwa Yesu. Mwambie mtu habari ya upendo wa Mungu. Usimwambie mabaya. Usimwambie wewe ni wa motoni. Sasa umeshamwambia mtu wa motoni, anakuja kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu amefika, anisaidie kusoma Mathayo sura ya 10 kuanzia mstari wa 5 hadi wa 11. Uone Yesu alivyokuwa anafanya injili, afu jiulize wewe unapofanyaga injili unafanya hivyo? Au unaamini hapa ngoja nikatafute mstari unaoelezea moto wa jehanamu ukoje? Wewe umewahi kufika jehanamu? Karibu. Hao tenashaya Yesu aliwatuma kawaagiza kusema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali mshikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Hubirini mkifanyaje? Sio mkiwaambia watu moto wa jehanamu ni mkali. Pozeni wagonjwa, ufufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, bure. Msijivue dhahabu wala fedha wala pesa mishikini, wala mkoba wa safari, wala kanzu mbili, wala viatu, wala fimbo, maana mtenda kazi astahili posho lake. Amen. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Mmeona huo utaratibu wa injili? Tuulizane hapa wahubiri wenzangu. Wewe unapoenda kumhubiria mtu unamwambiaga nini? Unamwambia habari ya ufalme wa Mungu umekaribia? Wengi hapa mmehubiriwaga vipi? Maana kuna mtu kaokoka kwa sababu alikuwa anaogopa moto wa jehanamu. Baada ya muda ukienda kula chostiki ukala na mabumunda unasahau habari ya moto.
Sio kama unanielewa eh? Anasema waambieni watu habari za ufalme wa nani? Wa Mungu. Elezeni wema wa nani? Wa Mungu. Watumishi wa Bwana, tunaelewana? Tunaelewana? Waambie watu, kwa maana jinsi Mungu aliupenda nini? Ulimwengu, kwamba Mungu aliamua kufa kwa ajili ya dhambi zako. Hata kama una dhambi nyingi kiwango gani, Mungu ataziondoa, atakusamehe. Nitaje changamoto 3 ambazo zinatukuta kwenye Injili. Changamoto ya kwanza tunasema ni uelewa mdogo wa wahubiri wa Injili juu ya Injili sahihi. Na hii nimeshaitolea mfano. Yaani mtu anaenda kuhubiri lakini anahubiri kitu kinyume cha neno la nani? La Mungu. Tunasema sisi tumeitwa tuhubiri msamaha wa dhambi, tuhubiri habari ya upendo wa Mungu, tuhubiri habari ya badiliko linaloletwa na Roho Mtakatifu kwenye maisha ya mwanadamu. Wewe unamkuta mtu anavuta fegi lake, yuko pale na kalewa, unamwambia habari za Yesu. Baada ya hapo unamwambia kuanzia sasa nisikuone umeshika fegi. Ni kweli hata shika, ila ataenda kuvuta chooni. Umenielewa eh? Atavuta, hujamsaidia. Mwambie mtu okoka hivyo hivyo ulivyo. Ukishaokoka anza kumfundisha neno la nani? La Mungu. Huyo mtu atabadilika. Watumishi wa Bwana, mmenielewa? Changamoto ya pili tunayokutana nayo kwenye Injili, tunasema mapokeo ya Injili yasiyofaa. Mapokeo ya Injili yasiyofaa. Na haya hata Yesu alikutana nayo kwenye Wagalatia sura ya 1 mstari wa 13. Mapokeo ya Injili yasiyofaa. Hebu niwaulize swali hapa nyi walokole wenzangu. Hivi nani aliyesema mtu akitaka kuokoka ukiwa unamwongoza sala ya toba lazima awe amepiga magoti? Wapi ameandika? Umewahi kusoma hapa Yesu aliwapigisha watu magoti akaongoza sala ya toba? Nani? Na sijui kama unanipata eh? Kuna mtu utahubiri Injili, mtumishi wa Bwana, umenielewa eh? Amevaa suti yake, anaithamini zaidi ya ubongo wake. Ikifika muda unaita watu njoo muokoke, unataka mkabidhi Yesu maisha yake. Akisha unawaambia unapokuja hapa mbele kwa sababu ya wingi wa dhambi zako, njoo upige magoti hapa haraka. Yaani tena kuna watu wanatumiaga lugha za kijinga sana. Piga magoti na dhambi zako haraka, foleni hapa. Huyo mtu aje. Kisa umepokea mapokeo yasiyo sawa. Nani aliyesema mtu akiwa anaombewa ni lazima adondoke chini? Bwana Yesu asifiwe. Nyie wahubiri, si niwaulize swali. Mimi nimewahi kwenda kanisa moja miaka hiyo jamani. Nimeenda pale nikaambiwa sasa ni kuombewa. Nilikuwa sina hata huo mpango wa kuombewa, lakini kabidi nikionekana, nikaambiwa ukionekana umebaki kwenye kiti wewe tayari ni wa jehanamu. Kwa hiyo watu wote wananiangalia mimi niliyebaki, kabidi nilitoke zangu niende mbele. Nilipofika pale nilikamatwa kichwa. Nikaona wa kwanza akakamatwa kichwa. Kwa jina la Yesu, yani nasikia kabisa pingili zinasema kekekekeke. Mtu chini. Nikawa narudi nyuma nasogea, yafuate mwingine. Kama ambayo utasalimika jidondoshe haraka. Kinyume napo shemasi anakulamba mtama. Wewe lazima ushuke chini. Yaani inaonekana hapo ina maana wewe fanya. Unakuta mtu anainuka anatikisa shingo kwa sababu wamemvuruga medula oblongata imehamia kwenye cerebellum. Haelewi, yani haelewi. Anakwambia lazima, unakuta mtu kabana ili fuvu la kichwa mpaka imishipa unahisi kama damu haipiti tena. Umenielewa? Ndio naambiwa sasa ndio tunakuombea hapo. Nataka nikwambie, ukiwa unafanya hivyo, kuna watu walitaka kuokoka hata kuja kuokoka kwa sababu tu anamuuliza mwenzake, vipi mwenzangu ulipoenda? Anasema we kama umeiandaa shingo yako nenda, kama hujajiandaa usiende. Bwana Yesu asifiwe. Mapokeo yasiyo ya kimungu yamezuia nini? Injili. Watumishi wa Bwana, mnanielewa? Eneo moja mtu akasema kama umevaa jinsi usije kanisani, hilo jinsi ni la watu wa duniani. We, Yesu mwenyewe alikuwa anavaa kanzu, hakuvaa suti. Kwa hiyo kuna vitu sio vya kibibilia, ila ni mapokeo yasiyo faa ya wanadamu, huwa yanawabana. Niliwaambia watu, ukikutana siku hata kama na kijana kafuga rasta zake zimekuja hadi hapa, wewe mwambie aje kanisani. Kwa nini? Rasta hazimuingizi kwenye ufalme wa nani? Wa Mungu. Akijitambua yeye mwenyewe atasema hivi, mimi nikae kwenye mkao wa namna gani? Lakini hajaelewa, unambana kwenye sheria zisizo za kawaida.
Jambo la mwisho ambalo ni changamoto tunasema ni upinzani wa nguvu za giza. Nguvu za giza zinazuia injili. Nguvu za giza zinaweza zikawa na mapepo, lakini pia kunaweza ukawa ni wanadamu ambao wanamilikiwa na nguvu za nani? Za giza. Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 6, palikuwa na mtu mmoja anaitwa Bar-Yesu. Huyu jamaa kina Paulo anahubiri, alafu yeye anaroga hapo hapo. Ukienda kumhubiria mtu neno, jitahidi unapoongea naye moyoni unamuombea pia, ombea akili yake. Umenielewa eh? Unaweza kuwa unapiga stori na mtu agent tu wa kuzimu, anakuja anamwambia wewe usimsikilize huyo, usimlaumu, ombea akili yake, kwa sababu mashambulizi mengi ya mwanadamu yanafanyika rohoni na kwenye fikra zake, asije akageuka akamfuata nani? Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wako watu wanaitwaga ndugu wa uongo, Wagalatia 2:4, wanaitwaga ndugu wa uongo. Wako tayari kuzuia injili ya kweli, ila kwa faida tu za kibinadamu. Niangalieni usoni nyie watumishi wa Bwana. Kuna watu hapa na nyie siku moja mtakuja kuwa wachungaji sehemu, wengine mtakuwa manabii hapa, wengine mtakuwa mitume. Umenielewa eh? Ukimsikia mtu yeyote anahubiri habari ya injili ya Yesu ya kweli, hata kama hauko kwenye dhehebu moja na wewe, usimpinge. Walokole, mnanisikia? Usifanyeje? Usimpinge. Ngoja niwaambie kitu. Mimi niliyesimama hapa mbele leo ni mchungaji wa dhehebu la Kipentekoste linaitwa Gilgal, si ndio watumishi wa Bwana eh? Lakini mimi sikupataga neema ya wokovu kwenye dhehebu la Gilgal. Naeleweka? Nilipata neema ya wokovu kwenye dhehebu ambalo watu wengine wanaitaga ni madhehebu yasiyojua injili. Sio, mnanipata eh? Lakini Mungu aliwatumia nikatengenezwa huko, ndio baadaye napatikana eneo jingine. Kuna siku alikuja mtu hapa nikawatambulisha, huyu ni shemeji yangu, ni si ndio yule mchungaji. Yule na yeye ameelelewa na watu wengine kwa injili. Unayempinga mtu halafu ujui huyo mtu ameitwa na Bwana au hajaitwa na Bwana, uwezekano wa kujikuta unaingia kwenye mgogoro na Bwana anayeita watu ni mkubwa. Lakini pia unachokipanda kesho naona fanyaje? Unakivuna. Watu wa Mungu, sio kama tunaelewana. Ukimwona mtu wote anakwambia mimi nimeokoka, hata kama usali naye kanisa moja, mtie moyo, muunge mkono. Kwa nini? Ndivyo ambavyo uinjilisti na wanafunzi utafanyika. Watumishi wa Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wamenielewa? Wangapi tuko tayari sasa kufanya uinjilisti? Wangapi tuko tayari kufanya wanafunzi? Wanafunzi nimesema malezi, kulea, si ndio eh? Ni jukumu la kila mmoja. Naomba tusimame. Mkristo asiyefanya uinjilisti tunasema ni Mkristo anayejiandaa kurudi nyuma wakati wowote. Yaani wewe kama ufanye uinjilisti tunasema unajiandaa kurudi nyuma wakati wowote. Unapoendelea kufanya uinjilisti unamwaibisha shetani. Yaani mtu moja ya silaha muhimu ni kuambia watu mimi nimeokoka. Sijui kama unanielewa eh? Ukiona umeokoka na unajificha ficha, unaogopa kusema kwamba wewe umeokoka, unajipanga kurudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Twende mbele za Bwana tukaombe. Tunaomba nini? Mwambie Roho Mtakatifu, mimi ndiye yule unayenitafuta, unitumie kama chombo kwa ajili ya uinjilisti. Nisaidie Bwana, kila kinachonizuia ndani yangu kiniachie. Natamani kuanzia sasa nikuzalie matunda. Mamia kwa mamia ya watu wanahitajika waje kwenye ufalme wa Mungu, lakini malaika hata wahubiria. Mimi na wewe ndio inabidi tufanyeje? Tuwahubirie. Watu wa Mungu, tumeelewana? Twende mbele za Bwana kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti uliye hai, wewe ni Mungu, zaidi yako hakuna mwingine. Unatosha, unastahili sifa, heshima, adhama, uweza na nguvu. Na kutukuza kwa ajili ya watumishi wako hawa ambao tumezungumza leo habari za wanafunzi na habari ya uinjilisti. Ninaomba neema yako, ninaomba kibali, ninaomba uwezesho kwenye maisha ya kila mmoja. Bwana, nakusihi umsaidie, nakusihi umtetee, nakusihi umwezeshe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kama kuna hofu kwenye mioyo kwa habari ya kuifanya kazi yako, kuna mashaka ya aina yoyote, na ikataa hiyo roho ya hofu, maana sio roho ya kwako.
kwa damu ya mwana kondoo. Kama kuna upinzani wa aina yoyote, sauti zisizo za kimungu, na zipinga na kuzikataa kwa uweza wa jina la Yesu Kristo anayetulia hai. Asante Bwana, maana unaenda kutukuzwa kupitia watumishi wako hawa, na kazi yako ya injili itafika hata mwisho wa nchi. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba, amen. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Ili somo la uinjilisti ni somo lenye maswali mengi, naeleweka na hatujapata muda wa kuwa na maswali mengi. Katibu wa kanisa, nitakuomba siku ya Jumatano, Bible study ya Jumatano, tuitumie kwa ajili ya maswali yanayohusu nini? Uinjilisti, na hata lile ambalo tuliliacha juzi lote liko kwenye upande wa uinjilisti. Naeleweka Kwa hiyo natamani Jumatano tutumie hiyo siku kwa ajili ya kuuliza maswali na kujengeana uwezo. Mungu wa mbingu na nchi atubariki. Karibu sana katibu wa kanisa kwa ajili ya ratiba ya kuahirisha. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumefika mwisho kabisa wa ibada yetu siku ya leo. Hongereni.